Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amina. Amen. Amina. Amen. Asanteni. Asante. Tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa namna ambavyo anatubariki na anatufundisha kila panapoitwa leo. Kwa majina kama nilivyotambulishwa, naitwa Madamu Upendo Maingu Jandwa. Ni pilot wa Alive in Jesus au shangwe ndani ya Yesu. Kabla sijaanza na mtaala mpya, ni vizuri nikapitia kidogo mtaala tuliokuwa nao zamani ili tujue ni kwa nini sasa mtaala mpya na sio ule wa zamani. Mtaala wa zamani uliitwa Grace Link au Samahani kidogo. kiungo cha neema. Pastor Mbwambo, nipe uhakika kama hivi vitu iko recorded. Yes, viko recorded, tutavishare. Okay, sawa. Yes. Asante. Kwamba mtaala wa zamani uliitwa Grace Link au kiungo cha neema, lakini mtaala wa sasa unaitwa Alive in Jesus au shangwe ndani ya Yesu. Mtaala wa zamani ulijikita katika nguvu za msukumo 4, na nguvu hizo zilikuwa ni neema, ibada, jumuiya na huduma. Na tafsiri za nguzo hizi 4 za mtaala huu wa kiungo cha neema, tukianza na neema yenyewe, tunajua maana yake ilikuwa wakati tunajifunza tutambue kwamba Yesu ananipenda. Kwamba ninapojifunza yote ninayojifunza katika lesoni nitambue kwamba Yesu ananipenda. Lakini tunaona jambo la pili, ibada, ilikuwa ikielekeza kwamba tunampenda Yesu. Yaani mimi au wewe unapofanya ibada, tafsiri yake ni upendo wako wewe kwa Yesu. Lakini jambo la tatu lilihusu jumuiya. Tunawapenda au tunapendana sisi, kwamba sisi katika jumuiya ya Waadventista wa Sabato tunapendana, ndiyo maana tunakaa na kujadiliana neno la Mungu kwa pamoja. Na jambo la 4 lilisema huduma. Tunawapenda pia, kwamba kama alivyosema pasta au kama ilivyo miongozo ya shule ya Sabato, muhimu ni utume, kwamba kuwafanya wengine pia kuwa wanafunzi. Kitendo cha kufanya wengine kuwa wanafunzi au kufuata, hiyo ni huduma ambayo inatufanya kuwafanya wengine kumpenda Yesu. Lakini pia katika darasa hili la lesoni kwa watoto na watu wazima, kulikuwa kuna kitu kinachoitwa au kipo kitu kinachoitwa Sabato mezani au shule ya Sabato mezani, ambayo ilikuwa inatumika pale. Tunaona somo la utume linasomwa na ukuzaji unasomwa pale, mafungu, nyimbo na vitu vingine, alafu baadaye taarifa, na watu wanagawanyika kwenye madarasa ya lesoni. Hii ndiyo ilikuwa Grace Link au kiungo cha neema, na watoto walikuwa wakifundishwa kukalili mafungu, na wakimaliza kukalili mafungu, pengine ni kisa, wakimaliza wanaondoka, watakutana tena na walimu wao siku ya Sabato. Tuje sasa kwenye huu mtaala mpya ambao unaitwa shangwe ndani ya Yesu au Alive in Jesus. Huu mtaala mpya wa shule ya Sabato kwa upande wa watoto umelenga kuandaa wazazi, walimu, viongozi wa kanisa, viongozi wa shule ya Sabato, wadau wengine wanaohusikana pale katika kanisa mahalia, kuwa na mahusiano ya karibu ambayo wanajifunza kiundani juu ya Yesu, wakimfundisha mtoto au kijana wa
umri wa chini ya miaka 18. Kwa hiyo kwa madarasa haya ya chini ya umri wa miaka 18 tunategemea kuona viongozi, wazazi na watu kama hao wakishiriki madarasa haya ya shule Sabato. Lakini pia nilisema kwamba mtaala wa zamani ulitaka tukae kwenye ile shule ya Sabato mezani. Mtaala huu mpya hauna hilo la shule ya Sabato mezani. Unakwenda moja kwa moja kwenye darasa lako husika, na vyote vile vilivyokuwa vikifanyika vitafanyika kwenye darasa lenu husika kulingana na umri, kulingana na lesoni yenu inavyowataka kufanya. Kila jambo huwa lina lengo, na hata huu mtaala wa Shangwe Ndani ya Yesu pia una lengo au malengo makuu. Kwa nini tuwe na mtaala mpya? Malengo ya huu mtaala mpya ni kuwafanya watoto, katika upande wa watoto na vijana, kuwafanya watoto au vijana kuwa hai katika Yesu au kuwa hai ndani ya Yesu. Maisha yao ni kweli Yesu anaonekana, au wana ile tu ya kwamba wanakwenda kanisani na siku baada ya Sabato maisha mengine yanaendelea, kwamba Yesu huyu masomo haya wanaojifunza yanakuwa ni masomo ambayo yanakwenda sawa na maisha yao. Nayo sasa katika malengo tunayo malengo makuu 5. Lengo la kwanza ni kusoma neno la Mungu, ambapo hata zamani walikuwa wakisoma neno la Mungu. Lakini lengo la pili ni kufanya ibada zenye mguso kiroho, ibada ambayo imeandaliwa na mwalimu aliyejiandaa, tutaona huko mbele. Kwa hiyo ndani ya lesoni kuna ibada. Lakini lengo la tatu, kuwa watu wa maombi. Kunakuwa na section kabisa ya maombi, na wanakuwepo watu ambao watasimamia sehemu ya maombi. Kwa hiyo ndani ya muda ule wa kujifunza maombi yataendelea. Lakini lengo la 4, tutaona kwamba katika mtaala huu mpya kuna utoaji wa zaka na sadaka. Lakini pia kuna sehemu ya mradi wa darasa, kwamba miili yetu ni dhabihu takatifu. Je, tunaifanyaje miili hii kuwa dhabihu? Ndani ya darasa hilo watoto watafundishwa. Lakini pia tunaona kuna lengo la 5 linalozungumzia kuhusu kushuhudia. Katika wiki nzima kuna vitu gani ambavyo vimefanyika kwako na unamtukuza Mungu kupitia vitu hivyo? Kwa hiyo utaona namna ambavyo mtaala huu utahitaji watoto kushuhudia, na hii inaleta msukumo pia wa watoto kukalia neno la Mungu, bali watalifanyia kazi ili wapate kuona Mungu alichokifanya, na wanapokutana na wanadarasa wenzao basi wanaona kuna umuhimu wa kushuhudia. Lakini pia tukiachana na lengo, kila kitu kina msingi. Tunaona hata ujenge nyumba bado utahitaji msingi wa ili nyumba yako iwe imara. Kwa hiyo katika mtaala huu pia kuna msingi. Msingi wa mtaala huu ni Biblia, ni usomaji wa Biblia, au umejengwa katika maandiko matakatifu, ili maisha ya kiroho ya mtoto tangu akiwa tumboni mama atambue kwamba yule mtoto anapaswa kutambulishwa kwamba Biblia ndiyo msingi wa maisha yake ya kiroho. Kwa hiyo atatambulishwa hivyo msingi huo mpaka kwenye huo umri wa miaka 18, ambako sasa na yeye anaweza kuanza sasa kufundisha wengine. Na ndiyo maana neno la Mungu katika Mithali 22 fungu la 6, ambao wote huwa tunalijua
kwamba mlee mtoto katika njia impasayo, naye hataiacha hata atakapokuwa mzee. Kwa hiyo tunaona msingi wa mtaala huu ni Biblia ambalo ni neno la Mungu. Lakini pia tunaona kwamba katika huu mtaala Biblia inatumika pia kama kiini cha mtaala. Kwa nini? Kufanya maisha, yani kiini cha maisha yetu tunapompokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, au tunapojifunza habari za Yesu, maisha yetu yafanane na Yesu, kwamba tabia zetu ziaksi ile tabia ya Yesu. Watu wanapotuona watuone kama wameona jinsi ambavyo wanasoma katika maandiko. Kwa hiyo mtoto huyu atakuwa katika kiini cha tabia ya Yesu Kristo kama sehemu ya uti wa mgongo au sehemu ya gari ambapo ili kwamba gari liweze kuenda lazima injini iwepo. Kwa hiyo kiini cha huyu mtoto kitabia, kiutume, kimabadiliko kitatokana kabisa na kiini hichi ambacho tabia zake zitafanana na Yesu Kristo. Lakini pia kama ilivyokuwa kwenye mtaala uliopita kulikuwa na nguzo 4, lakini mtaala huu mpya tunazo nguzo kuu 3. Nguzo ya kwanza katika mtaala huu wa shangwe ndani ya Yesu ni neema, na nguzo ya pili ni ujenzi wa tabia, na nguzo ya 3 ni utume. Neema kwa maana kwamba watoto wanapaswa kufahamu kuwa mwanadamu yoyote atambue kwamba anaye Yesu Kristo ambaye amempatia karama, amempatia nguvu, amempatia rehema ya kububujisha moyo wake ili aweze kumpatia upendo halisi, na anapokuwa kwa wengine upendo ule ukapate kuaksi kwa wengine na wengine wakapate kubadilika. Kwa hiyo neema ya Yesu itawafanya wengine pia kubadilika kwa kupitia huyu mtoto au mzazi ambaye amekuwa akijifunza, na bidii kubwa sana itafanyika ili kuhakikisha kwamba mtoto huyu anakuwa katika neema ya Kristo. Lakini kama tulivyosema, nguzo ya pili ni ujenzi wa tabia. Tunategemea kabisa kumuona huyu mtoto akiwa ni wa tofauti, kwa maana kwamba tabia zake zitakuwa ni tofauti na watoto wale ambao hawajafundishwa katika misingi ya Yesu. Hapa ndiyo maana wazazi, walimu, kanisa kwa ujumla wanapaswa kuhakikisha kwamba toka mtoto akiwa tumboni apate malezi ya kiroho yale yanayostahili, ili tabia yake, ujenzi wa tabia yake uwe rahisi. Kwa nini utakuwa rahisi? Ni kwa sababu mama alianza kuzungumza na mtoto akiwa tumboni habari za tabia njema ambazo zitakuwa zikifundishwa katika darasa lake. Kwa hiyo ukweli wa neno la Mungu utakuwa ndani ya mtoto. Lakini pia tunakwenda kuangalia kitu kingine kwamba tunafanyaje sasa. Kabla sijatoka hapo, labda niseme tu tunaweza tukatumia kitabu cha Child Guidance ukurasa wa 167. Tunaweza tukapata namna gani ambavyo tunaweza kumfanya mtoto huyu kuwa na tabia njema. Lakini tukiangalia pia kitabu cha Roho ya Unabii kinachohusiana na masuala ya elimu, peji ya 225, pia itatueleza namna gani mtoto huyu katika malezi yake, elimu gani apewe ili tabia yake ijengwe katika misingi ya Mungu. Tunaona tena nguzo ya 3 ambayo tunakwenda kuiangalia, utume. Kila mmoja anajua kwamba tupo ndani ya kanisa, lengo au
namna ambayo tulioitiwa ni kuenenda na kuwafanya wengine kuwa wanafunzi wa Yesu. Na kupitia mtaala huu pia watoto wangali wadogo watafundishwa namna njema ya kuwaalika marafiki zao, ya kuwapenda marafiki zao, ya kufanya urafiki mwema ili waweze kuwavuta wengine kuja kwa Yesu. Lakini wanapofanya hivyo, kwa sababu watakuwa wakishirikiana na wazazi wao, wazazi nao watapata fursa ya kuwaalika wazazi wenzao. Lakini pia katika shule ya Sabato kwa watoto au kwa watu wazima, katika nguzo hii ya 3 ni fursa ya siku zile za Sabato za wageni, kwamba tayari mnao wageni kwa sababu mlishawaandaa kwa kupitia madarasa haya ya kujifunza Biblia kila wiki, na mtakuwa mkiwaalika wakija kanisani. Kwa hiyo hata ikifika siku ya Sabato ya wageni, mkiwaambia sasa leo ni Sabato yenu maalum, nyinyi wageni ambao mmekuwa mkitutembelea, watakuwa ni rahisi kuelewa. Na watu wa namna hii hata wakibatizwa, wale wazazi sasa wakabatizwa kupitia tu madarasa haya ya watoto, kupitia wazazi wa watoto, hawa watu wanaweza kudumu kwa sababu wamejifunza neno la Mungu kwa muda katika madarasa yale ya lesoni. Ni tofauti kabisa na wale wanaosikia mara moja na kujifunza mara moja na kupokea imani mara moja. Wengi huwa wanakata tamaa na kurudi nyuma. Kwa hiyo hii ni njia pia bora zaidi ya utume katika kutumia madarasa kuwafanya watu kuwa marafiki, kuwaalika kila mara ili watu waweze kulijua neno la Mungu. Na sasa tunakuja katika darasa hili au mtaala wetu huu wa Alive in Jesus, shangwe ndani ya Yesu. Mambo mahususi katika mtaala. Yapo mambo mahususi katika mtaala tunapoingia kwenye darasa. Kumbuka bado ninazungumza na mwalimu, sijazungumza na mtoto kabisa. Ninazungumza na mwalimu, nazungumza na mchungaji, nazungumza na mzee wa kanisa, nazungumza na wazazi na viongozi wa kanisa. Kwa hiyo hatujafika kwa watoto. Kwa hiyo mambo ambayo ni mahususi katika mtaala huu, jambo la kwanza kabisa ni ushirikishwaji wa wazazi wa watoto na walimu. Kwa hiyo tunategemea katika darasa hili wazazi wawepo, watoto wawepo, walimu wawepo, kiongozi fulani kutoka idara fulani ambaye ni kiongozi wa baraza awepo, aone kile kinachoendelea, lakini pia ashiriki. Kwa nini viongozi wawepo? Katika mitaala hii tutajifunza lesoni, tutajifunza Biblia, tutajifunza kitabu cha Roho ya Unabii, tutajifunza imani za msingi. Kwa hiyo pamoja na kuwa walimu amejifunza, lakini akiwepo pengine mzee wa kanisa au kiongozi fulani, wanaweza kusaidiana katika kudadavua kile ambacho kinachotakiwa. Kwa hiyo ushirikishwaji wa viongozi, walimu na wazazi ni jambo la muhimu sana kwako wewe mwalimu. Lakini unapoingia tena jambo mahususi au mambo mahususi mengine, jambo la pili ni somo la afya. Katika darasa hili kila Sabato tutajifunza katika lesoni kuna kipengele kitakachohusu afya. Lakini pia tuna somo la utume kama ambavyo lilikuwa zamani. Lakini tena jambo lingine la 4 mahususi, baada ya kumaliza utume tutajifunza imani za msingi. Katika somo hilo kutakuwa na imani ambayo imeelekezwa, aidha ni 1, 2 au 3. Inategemea na umri wa watoto. Kama ni hawa wakubwa labda junior na kuendelea, unaweza kukuta hata imani 3 kwenye somo la wiki. Lakini kwa hawa wadogo mara nyingi unakuta ni imani 1 ya msingi ambayo itazungumziwa kwa wiki nzima au kwa mwezi mzima. Lakini jambo lingine mahususi ambalo lazima liwepo, somo la viumbe vya asili.
lazima somo la viumbe vya asili liwepo. Watoto watambue uumbaji wa Mungu, na hakuna jambo ambalo limejitokeza tu, hakuna ujanja wa mwanadamu fulani, hakuna vitu vilivyoibuka. Kila kinachoonekana kimetokana na uumbaji wa Mungu, kimetokana na umahiri na upekee wa Mungu ambao hauna mtu mwingine wala chochote katika ulimwengu huu. Lakini jambo lingine mahususi, kutakuwa na usomaji wa kina wa Biblia, au kwa lugha nyingine inasema chimba kwa kina. Kwa hiyo ile Biblia au kile kisa kitakachokuwa kimewekwa hapo kitakuwa ni kwa ajili ya kusomwa kiundani, sio tu kafungu kamoja. Kama ni kaaya kazima, kama ni hadithi fulani kanakomzungumzia. Mfano, tunaweza tukalaba na hadithi ya inayosema rafiki wa Mungu. Tukaona rafiki wa Mungu ni nani? Ni Ibrahim. Kwa nini alikuwa rafiki wa Mungu? Kwa nini Mungu anamuita rafiki yake? Alikuwa na tabia zipi? Na je, mimi niweje? Na mimi ili niwe rafiki wa Mungu natakiwa kuwaje? Vitu kama hivyo. Sasa kuna lazima uchimbe kiundani au chimbe kwa kina. Biblia inachimbwa, haisomwi kwa kukaliliwa. Inachimbwa, inasomwa kwa kuelewa, ili hata kama ni mtoto ambaye ana uwezo wa kujieleza, ataeleza kwa maneno yale ambayo yeye ameyaelewa kwa uzuri kupitia aidha aya ya Biblia au eneo fulani ambalo amejifunza hapo. Lakini jambo la mwisho ambalo liko katika kipindi kwenye mambo mahususi katika mtaala ambayo yatafanyika kwenye darasa hili la mtaala mpya ni mafundisho kwa vitendo. Chochote utakachokifanya lazima kiwe kimeandaliwa mahususi kwa vitendo. Mtoto ataona. Kama tunazungumzia mwanga, mtoto ataona mwanga pengine kupitia tochi. Kama tunazungumzia giza, mtoto ataona labda kitambaa cheusi ambacho kimefunikwa sehemu fulani, akaona ni kitu ambacho ni giza. Kama tunazungumzia maji, mtoto ataona maji yakiwa kwenye beseni. Kwa hiyo katika sehemu hii itakuwepo sehemu ya vitendo. Kwa maana nyingine, katika madarasa haya yana sehemu mbili: sehemu ya kujifunza kama neno kwa maneno, lakini sehemu ya kujifunza kwa vitendo. Tutakapoendelea namna ya kuandaa darasa, tutalijua zaidi. Tunahama hapo katika mambo mahususi, tunakuja katika swala la mtaala huu, makundi yake. Tunayo makundi 9 ya umri kama ifuatavyo. Tuna wajawazito hadi miezi 12. Hawa wanaitwa wachanga, na kama wanaitwa wachanga, ni kweli ni wachanga kwa sababu wanatoka tumboni, ni watumboni na wao wa miezi 12. Lakini darasa letu ambao wanaita baby class, lakini darasa letu lingine la pili ni darasa la awali. Darasa la awali ni la miaka 2 hadi miaka 3. Darasa lingine linaitwa chekechea. Kwa maana nyingine, hapa tunaona tofauti. Zamani tulikuwa kwenye mtaala huu wa Grace Link. Samahani, pengine nitakuwa nikiwarudisha nyuma ili tuende vizuri. Napoona kuna tofauti kwamba kipindi wakati tuko kwenye Grace Link, mama mjamzito, mtoto wa miezi, mtoto wa mwaka mpaka miaka 3 walikuwa na darasa moja na walikuwa wakijifunza lesoni moja. Lakini sasa hivi hawa wajawazito na watoto mpaka na watoto mpaka miezi 12, na maana
kwamba wana lesoni yao, na lesoni yao inakwenda kwa mwaka mzima, inaenda kwa mwaka mzima lesoni yao. Lakini pia tunakwenda kuona kuna darasa sasa la msingi ambalo wana miaka, chekechea wana miaka 4 mpaka 6, msingi wana miaka 7 mpaka 9. Lakini tunao vijana wadogo hawa junior ambao wana miaka 10 mpaka 12. Tena hawa sasa wanajifunza misingi zaidi ya mmoja kwenye darasa lao katika mtaala huu wa Alive in Jesus. Lakini pia tuna vijana wa miaka, watoto au vijana wa miaka 13 mpaka 14 ambao lesoni yao inaitwa Imani Hai. Na tunao tena vijana wa miaka 15 hadi 18 ambao lesoni yao inaitwa Mahusiano. Hawa nao kwenye lesoni hiyo itakapoanza watajikuta wanapata kujifunza misingi mingi, lakini vitabu vya roho ya unabii vitastajwa hapo na watajifunza kwa kina na kuchimba kwa kina. Lakini sasa tunakuja kwenye ile aliyokuwa anasema mchungaji, lesoni ya vijana wakubwa miaka 19 hadi 35, bobea andikoni. Kwa kweli niseme tu, kanisa litakapoanza kwa vijana hawa, tumeona vijana wengi wakichelewa makanisani. Wakati mwingine wanaona kwamba lesoni kama ni sehemu tu ya wazee fulani hivi, wazee wa kanisa, wazee wa umri na vitu kama hivyo. Lakini hii lesoni ya bobea andikoni inawahusu wao vijana na mambo yanayowahusu wao. Kwa hiyo vijana watashawishika kuwahi kanisani. Kwa nini? Kile kilichopo katika lesoni kina mvuto kwao, yaani ni sehemu yao ya maisha yao. Kwa hiyo watajisikia furaha. Lakini tunayo lesoni ambayo tumeizoea ya watu wazima miaka 35 na kuendelea. Na baada ya kuona makundi hayo, ninaomba sasa tuende kwenye sehemu ambayo mitaala hii itakwenda kufundishwa na kubadilika. Madarasa tutakuwa tukibadilisha kila mahali, madarasa kila mwaka, madarasa 2 yatakuwa yakibadilishwa. Kama hivyo mwaka huu tayari tuna madarasa 2 ambayo yako yakifanya kazi kama jinsi mtaala unavyotaka. Huu mwaka 2025 umezinduliwa au ulizinduliwa mtaala wa watoto wachanga na wale wa awali, yaani walioko tumboni na wa miezi 12 na wale wa miaka 2 hadi miaka 3. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Asante. Kama bado tuko pamoja, barikiweni. Asante sana. Lakini mwakani 2026 tutakuwa na mtaala huu rasmi, utazinduliwa darasa la chekechea na darasa la msingi. Ndiyo kwamba kwa neema ya Mungu ninaamini kabisa watakuwa wamekwisha kutoa mpaka mwezi wa 12, hizi lesoni zitakuwa zimekwisha kutoka. Kwa hiyo hutapata shida wewe mwalimu, wewe mchungaji, wewe rafiki katika Kristo, kwa sababu utakuwa umeelewa. Utaweka darasa lako au eneo lako katika sehemu zako 2, na utajua una vitendo na una sehemu ya mazungumzo na majadiliano. Na 2027 utazinduliwa mtaala wa vijana wadogo na hawa wenye lesoni na hawa yani lesoni ya vijana wadogo na lesoni ya Imani Hai. Hawa watazinduliwa mtaala wao 2027.
Lakini 2028 utazinduliwa mtaala mmoja ambao utakuwa umebaki katika ile mitaala. Mtaala huu unaitwa mahusiano. Sasa tunamshukuru Mungu kwa wale ambao walianza mwaka huu, lakini hata wale ambao hawakuanza, ninaamini hamjachelewa na kila kitu kitakwenda kama Mungu alivyokipanga. Sasa mwalimu, ninakuita. Wale wanaonisikiliza ni walimu. Hello, tunakusikia madam. Tunakupata madam. Aha. Asante. Tunakusikiliza madam. Asante. Habari njema kwako mwalimu ni hii. Sasa tunakwenda kuandaa darasa letu sisi kama walimu. Cha kwanza kabisa ambacho kinapaswa kufanyika ni mwalimu kupamba darasa lake vizuri. Darasa likawa na muonekano wa pekee. Darasa likamfanya huyu mtoto kuona majifunzo ni mazuri. Lakini jambo la pili, wewe mwalimu mwenzangu na mchungaji na wazee wa kanisa, ni kulifanya zoezi kwa kina, zoezi la kusoma kisa kilicholetwa au lesoni kwa mtiririko unaostahili, kwa kufuatisha kile kilichosemwa. Na kama ni somo linahusu kisa fulani, ni lazima wakati unasoma uwe na vitu vifuatavyo. Utakuwa na Biblia, utakuwa na lesoni, utakuwa na kitabu cha roho ya unabii husika, utakuwa na kitabu cha wimbo, kwa sababu wakati unajifunza wewe, ukifundishwa na Roho wa Mungu ili ukalishe wengine, ni lazima uwejue somo hili wimbo wake ni wimbo gani. Lakini jambo la tatu ambalo unapaswa kulijua, je, katika robo hii mada kuu au mada ya mwaka ni ipi? Mfano mwaka huu mada kuu ilikuwa mianzo. Ndio maana kuna lesoni ya watoto ilikuwa inazungumzia uumbaji na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ukishajua hilo kwamba kumbe ninajifunza kuhusu mianzo, kwamba kila kitu kina mwanzo. Hata hii simu ina mwanzo. Yaani kuna mtu ambaye alianzisha, alifanyaje hatujui, lakini ina mwanzo ikapatikana simu. Lakini hata tu ukiangalia nyumbani kwako au wewe mwenyewe nguo uliovaa ina mwanzo, kwa sababu kuna mkulima amelima pamba ikaenda kiwandani. Yani kuna chanzo, kila kitu kina chanzo chake. Kwa hiyo hata katika uumbaji kuna chanzo. Lakini pia jambo la 4 ambalo mwalimu anapaswa kuzingatia kabisa ni uchimbaji wa kina wa neno la Mungu na kujadili, hasa kipindi kile cha wao katika shule ya Sabato, walimu wao watajadili kwa kina kuhusiana na swala kamili, nini walichojifunza, au mwalimu umeelewa nini, wapi ulikuwa na mkanganyiko fulani, kitu gani haukukielewa. Na wakati huo katika sehemu ya pili, nafikiri kuna kitu nililuka, ni wakati umesoma hadithi na umejiridhisha, na kabla hujaenda kusoma kwa kina, unapaswa kujua kwamba, je, zana nitakazotumia katika kufundisha nitatumia zana gani?
vitu gani vitatakiwa ili mimi niweze kufundisha watoto wangu kwa vitendo, kwa sababu nina sehemu mbili za darasa. Nina sehemu ya majadiliano na nina sehemu ya vitendo. Meza yangu ya vitendo inawekwa nini? Kwa hiyo mwalimu lazima uwe navyo hivyo vitu unapokwenda kujadiliana na hawa walimu wengine. Sasa mna vitu vyenu tayari. Kwa hiyo wakati mnajadiliana huku mnapanga vitu kimoja kimoja na kufanya uhakiki wa kwamba maandalizi ya vitendo yamekamilika. Usomaji wa Biblia kwa kina au chimba kwa kina imekamilika. Ndipo sasa mnaanza kujadiliana na kufurahia namna ambavyo mtafanya vizuri katika darasa lenu. Lakini pia mnaweza kuangalia changamoto mbalimbali ambazo mmekutana nazo katika aidha kuandaa material, lakini pia katika kusoma, labda kuna vitu ambavyo vilikutia ukakasi. Hivyo vyote mnapaswa kuviangalia, na kwa kimsingi walimu mnapaswa kuangalia kupitia somo la robo nzima ili usijishtukize. Na mimi ninamtukuza Mungu kupitia huu mtaala mpya. Huu mtaala mpya umetukomesha sisi walimu ambao tulikuwa, na mimi ninajisema yani, ikifika Ijumaa kama ya leo ndio ninachukua lesoni, ninapitia cha alafu nikimaliza sasa kesho ninaenda kufundisha. Au mwalimu mwingine anasahau hata lesoni aliweka wapi, lakini akifika anaambia watoto imbeni nyimbo 2. Haya, afa anachukua lesoni ya mtoto mmoja, alafu anaanza kujipitia. Anapitia, alafu anaanza kufundisha. Mtaala huu haukupi nafasi hiyo wapendwa, kwa sababu hujachimba kwa kina, huna zana, na mtoto atakaposoma kuna sehemu ataambiwa kabisa zana zitakazotumika ni 1, 2, 3. Atakushangaa wewe mwalimu, mbona huna zana? Atakuona mwalimu wewe ni wa ajabu sana. Lakini jambo lingine, kutakuwa na kalenda ya matukio. Kalenda hii ya matukio inatusaidia kujua matukio mbalimbali ambayo kama darasa mmejiwekea kama misingi fulani ya kusaidiana nyinyi kwa nyinyi. Kwa hiyo kalenda ya matukio itakuwepo. Lakini pia mtaweza kujifunza vitu ambavyo vitawasaidieni nyinyi katika swala la utume, kwamba je, sisi katika robo hii ni utume gani tutakaoweza kuufanya, ni watu gani tutakaowafikia. Na katika darasa lenu mtakuwa na bango ambalo mtaweka mambo yenu mbalimbali, kama vile hadithi kadhaa, vitu mlivyovipenda. Lakini pia mnaweza mkaenda mbele zaidi mkawa hata na kurekodi vitu ambavyo mnakuwa mkivifanya. Lakini bango pia litahusika kuweka michoro mbalimbali, kwa sababu katika kujifunza kwetu tutakutana na swala la michoro. Kwa hiyo bango ni la muhimu. Lakini jambo la 7, katika wewe mwalimu unapokuwa sasa katika maandalizi yako pale darasani, ni lazima ujue katika kisa cha utume kwa kina, somo la viumbe vya asili. Nilisema toka mwanzo masuala ya afya, kwa sababu huwezi ukasema masuala ya afya alafu wakati huo umekuja kufundisha watoto, wewe unaanza tena kuwagawia nini pipi, alafu kwenye darasa umefundisha nini? Umefundisha afya. Tutakushangaa sana mwalimu. Kwa hiyo mwalimu utabadilika, utakuwa kama ni zawadi utanunua karanga, utanunua labda kama ni vitu vyovyote, lakini utanunua vitu ambavyo havipingani na afya kwa ujumla. Lakini pia mtaangalia kuhusu wazo kuu la juma hilo, je, linahusu nini? Jambo la 8 ambalo tunapaswa kuliangalia tena katika darasa letu la majifunzo na kuona, je, tuna sanduku letu la sadaka? Kwa sababu tunajifunza utume. Kwa hiyo kila badala ya kusubiria ile sabato ya 13 mje na sadaka ya 13, hakuna sadaka 13. Kila sabato tutakuja na sadaka kwa ajili ya utume. Kwa hiyo tutakuwa na sadaka. Lakini pia
tutakuwa na mradi wa darasa. Mradi huu utahusisha masuala ya uinjilisti, yaani kitendo cha kuwafanya wengine kumjua Mungu, kumfuata Yesu. Huu ni mradi. Kwa hiyo eneo lenu la mradi ni lipi? Mkono wenu wa msaada mtapeleka wapi? Kwa hiyo huu ni mradi mahususi ambao utakuwa katika darasa lenu. Na jambo la 9, utatengeneza chati ambayo tutakuwa tukiitana majina kwa uzuri na kupeana taarifa, nani yupo, nani hayupo, kwa nini hayupo. Lakini jambo la 10, kutakuwa na wimbo maalum kwa ajili ya robo hiyo. Je, wimbo wetu ni upi? Kwa hiyo hata wale ambao hawaujui, tunapoanza mpaka tunapokuja kumaliza robo yetu, watakuwa wameujua vizuri kwamba wimbo wetu ni huu, wimbo unaohusiana na somo husika. Hatuwezi kuwa na wimbo unaohusu Nuhu, lakini sisi tuna kisa kinachosema labda Ibrahim au uumbaji. Wimbo utaimbwa kulingana na namna ya somo husika. Kwa tunaona namna ambavyo mwalimu hautakuwa na kitu rahisi cha kufanya bla bla, na kimsingi ukifanya vizuri huu mtaala unakufanya wewe kwanza binafsi kujua namna njema kabisa ya kusoma neno la Mungu na kuiva. Na kwa sababu utakuwa unajisomea vizuri na kuelewa, utajikuta sasa wewe unapenda hata kufundisha, kwa sababu Mungu atakusaidia pia kuwa mbunifu wa vitu vingi. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tunaenda sasa kwenye sehemu tunaenda sasa sehemu nyingine nyeti, sehemu nzuri kabisa. Sasa ni siku ya Sabato. Watoto tumeshaandaa darasa lile, tumeshafanya darasa letu la walimu, tumeshaandaa zana zetu, tumeshaandaa sehemu 2 za majifunzo. Walimu katika kila darasa ni lazima wawe 2 au zaidi. Kwa nini ni walimu 2 au zaidi? Ni kwa sababu mwalimu mmoja atafundisha, mwalimu mwingine atakuwa ni mwelekezaji au msogezaji vitu fulani, au yeye ni wa wimbo, labda ni wa kutuambia, kwa sababu katika mtaala huu kila nilichokisema kina dakika zake. Kama ni ombi dakika hizi, kama ni kisa cha utume dakika hizi, kama ni afya, kila kitu kina dakika zake. Kwa hiyo huyu mwalimu mwingine atakuwa ndio monitor wa kutuhakikishia dakika zetu haziendi vibaya. Lakini huyu mwalimu ndiye atakayekuwa mkaribishaji wa watoto. Yaani ile biashara ya mtoto amefika darasani anaanza kutapatapa na nini, hiyo haipo. Atakaribishwa, atakutana na uso wa furaha wa mwalimu. Kwa maana nyingine, walimu stressi ukifika kanisani ziache getini, njoo na uso wa tabasamu ili ukutane na sisi watoto ukiwa na uso wenye furaha kabisa. Na kwa mwendo huo tutaisikia furaha ya Sabato. Hata lile fungu linalosema imesalia raha ya Sabato kwa watu wa Mungu, tutaanza kuiona raha ya Sabato kwenye uso wa mwalimu na mkono wa mwalimu, namna atakavyonishika mkono na kunikaribisha darasani. Na ndipo sasa ukishawakaribisha sasa, ndipo mtakapoanza sasa kurudi kule ambako mimi nilikuelezea kwa namna fulani kwamba tutakuwa na hiki, tutakuwa na hiki, tutakuwa na hiki. Nione tu kama sijajua kama katika kipindi hiki tutakuwa labda na kujiuliza kajiswali fulani, au tu nifanye kitu cha mwendelezo. Niseme tu kitu ili sasa upate picha fulani kwamba tunapoanza darasa sasa, watoto wameshawapokea.
tuko kwenye darasa hili lingine. Tutakachokianza cha kwanza, tutakisema wazo kuu au kile ambacho kinachotutembeza kwa robo nzima. Tumechukulia robo ya kwamba mianzo, na pengine siku hiyo tunajifunza swala la uumbaji. Wiki hiyo mada yetu kuu ni uumbaji, na tutajifunza habari ya uumbaji, lakini pia tutakwenda kwenye fungu letu elekezi. Tunaweza kukuta hilo fungu linasema Mwanzo 1:1, hapo mwanzo Mungu aliumba, na kuendelea. Lakini pia tunakwenda kuangalia wazo kuu tunalokwenda kuliona wiki hii ni lipi, au tuliojifunza wiki hii. Basi kama ni katika hali ya uumbaji, tutakuta asili ya upendo wa Mungu. Yaani asili inatufundisha upendo na ukarimu wa Mungu, kwamba Mungu kutuumba ni kutupenda. Angeweza kuumba tu wanyama akaishia hapo, lakini akatupenda. Kwa hiyo inaonyesha uasili wa Mungu. Lakini pia tumeshaona kuhusu swala la fungu la kukariri. Lakini pia tunaangalia, je, katika imani za msingi ni wapi tunaweza tukapata jambo ambalo linalohusiana na uumbaji au masuala ya hapo mwanzo. Kama kichwa chetu cha somo la wiki hii, tunakuta katika imani ya msingi wa 6 tunakutana na jambo linalohusiana na uumbaji. Kwa hiyo tunajadili kuhusu swala la uumbaji kwa kina kabisa, kwa maelezo mengi na kila kitu. Lakini baada ya hapo mwalimu atasoma muktasari, na baada ya hapo tutaanza kuchangia sasa kwa kina. Kila mtu atasema hiki, atasema kile, atasema hili. Kwa hiyo tutaendelea na kuendelea, na hatimaye mwalimu huyu anayetuelekeza namna ya vipindi vyetu atatuambia pengine sasa muda huu umefika, tunatakiwa kwenda sehemu ya vitendo. Na ndipo sasa mwalimu atasema lengo kuu ambalo lilitupaswa kujifunza habari za uumbaji kwa wiki hiyo. Na sasa tunakwenda tunahama sasa. Mwalimu, hebu hama, hebu tembea kidogo. Tunatembea, tunakwenda kidogo pembeni, tumeenda. Wow! Tumekutana na meza nzuri jamani. Meza ya vitendo. Ni meza nzuri. Tunaona siku ya kwanza, tutaona pale kuna tochi, lakini pia tutaona kuna kitu yani kama kiboksi fulani cheusi. Kwa hiyo tochi itatuelekeza ni kwamba ni mwanga, na kitu cheusi onekana ni giza. Kumbe siku ya kwanza Mungu aliumba nuru. Wow, watoto watafurahi. Tena siku ya pili kwenye meza hiyo hiyo, kumbe jamani, sasa siku ya pili Mungu alifanya nini? Watoto wanauliza maswali kwa sababu tayari tulishajifunza kwenye darasa kule. Watoto watasema Mungu alitenganisha maji ya juu na ya chini. Wanaona bakuli zuri lenye maji, watashika yale maji, kutakuwa na tishu au kitaulo, watafuta mikono yao kwa uzuri kabisa. Wanaenda sehemu nyingine pale, wanakutana na siku ya tatu. Mwalimu anauliza siku ya tatu Mungu aliumba nini? Watoto wananyosha mikono. Tayari tumeshajifunza. Sema Mungu aliumba matembele. Matembele, wangapi wanapenda matembele? Watoto watafurahi wakikumbuka mama anapikaga matembele, anaweka kandimu kidogo, yanakuwa matamu. Lakini pia mwingine atasema Mungu aliumba papai. Mwingine atasema Mungu aliumba maua mazuri. Basi wataonyeshwa maua pale kwenye ile meza. Lakini watakwenda siku ya 4. Mwalimu atasema siku ya 4 nayo ilikuwaje? Tumejifunza kuhusu siku ya 4. Mianga mikubwa. Ataona pale namna ambavyo mwalimu alitengeneza, alichukua karatasi na mkasi, akatengeneza mwezi wake na jua lake nzuri kabisa, mwezi, nyota. Watoto wataviona vikiwa na nakshi nzuri, watafurahia. Lakini watasogea kidogo tena, watakutana na siku ya 5. Siku ya 5 ilikuwaje? Wanaona kuna ni picha ya samaki au ya ndege, au kabisa toi la samaki na ndege. Watoto watafurahi. Wakati huo nyimbo zikiimbwa zinazohusiana na siku hii ya uumbaji kama tulivyojifunza pale mwanzo. Kwa hiyo mfano siku ya 6 wataimba wimbo huo kwa ajili ya hiyo siku ya 6. Lakini siku ya 6, hivi siku ya 6 Mungu aliumba samaki na nini? Tunakuja siku ya 6. Siku ya 6 iliumbwa na nini?
tunaona kuna wanyama, wanyama wa polini, wanyama wa nyumbani ambao wanafugwa, na nini kingine. Sasa wataona wanyama wa aina mbalimbali. Mwalimu sio lazima ukanunue toi, mwalimu unatakiwa ufinyange. Ndio maana nikasema walimu wa mtaala huu ni walimu wa kujitoa kweli kweli. Umetengeneza labda ng'ombe wako wa udongo pale na vitu kama hivyo, lakini sasa watoto wanataka wajue wao waliumbwa kwa sura na mfano. Mwalimu ameweka nini kwenye mfano wa sura yake ambayo Mungu ameumba, kwamba ataona sura ya Mungu ambayo ndio sura yake. Mwalimu wakati anajiuliza, sasa hapa nitafanya nini jamani? Nikiweka mdoli ina maana Mungu anafanana na mdoli? Ina maana huyu mtoto anafanana na mdoli? La hasha. Mwalimu atagundua niweke kioo. Mwalimu ataweka kioo. Kile kioo kitachukuliwa, mtoto ataangalia. Kila mtoto atapita, ataangalia, atajiangalia sura yake, atafurahia namna ambavyo yeye ameumbwa kwa sura na mfano wa nani? Wa Mungu. Na wakishamaliza hapo kwenye meza yao, watarudi tena kwenye darasa lao lile na kueleza namna ambavyo wamejifunza nini kupitia hili darasa la vitendo. Niseme tu kwa hapo kwamba mpaka hapo mwalimu utakuwa umefanya sehemu yako kubwa ya kuwafundisha watoto, na sasa itabaki sehemu nyingine ndogo tu ya majadiliano machache na kupeana matangazo machache, na ndipo utakapokuwa mnafunga darasa lenu mkiwa na furaha kabisa. Mnakwenda sasa kanisani, kanisa la watoto, kukutana na madarasa yale mengine ambavyo mligawanyika madarasa madogo madogo na kuwa sasa darasa moja la watoto. Mungu awabariki sana. Kwa leo niseme niweke nukta katika semina yetu ya leo. Amina. Amen. Amen. Amen.